My friend, today is on Thursday. It is that Thursday. We are having a bad girl in studio, but on top of that, a very, very good girl. It's going to get too hot in here. Munasemanga mother hen. Sasa kuko na mother hen square. 2.0. 2.0. Oh yes. Oh my. Mmoja tu inajorua ito ya kodhi. Tuetereirio guoma. A very dear guest. Yes. Nimemrusha hivyo na msukuma akaniambia, "Wewe kama sasa sikuji wiki, utanijua." Huyo atoke ni mimi nakuja sasa. Kuna todo nege hakodwa gakururio le. Nako hona nyororo le. Niga wewe, Muthoni, mimi sitaki vita. We have our own honorable. Yes. Amona. Yes. She's in the building. She's in here with us. Na ni agokoro agitotwarithia wega muthenya wa umuthi. Ni ekire miscalculations. Ya ndathoma wega muno message yakwa. Mheshimiwa Gloria Aroba egoko na niwe njorwa ito ya kothi. Umuthi tukwaria githweri. Umuthi ni muthenya wa mabebe nginya rire cire handa wega tha 8. Na tutanarogia ithaa ndirenda abe ageithanie. Nasema kabla tusomewe news. The one and only Mother Hen 2.0 asalimiane. Ndio sasa tusikie mambo vile itaflow. Tusikie mama ni nani, 2.0 ni nani, amezaliwa wapi, ametoka wapi. Lakini kwanza karibu Kameme. Asante. Ya pili, you're looking very very beautiful. Thank you. Clacket. Na ya tatu karibu huku kwa Wasapere. Tunapenda wageni sana. Asante. Ukiambiwa si ni wakabila, waambie wenyewe ndio wakabila. Hiyo ni story. Juu wewe unasikia uongei wewe mwega. Uhoro wanyu. By the way, baby top. Yes. We mudhaka muno in person. Thank you. Person. Tunaonanga tu uko kwa mtandao tu. Sasa niko baby girl. Wakikuyu walienda wapi wakawazaa wazungu. Tusheraga tu midhungu. Thank you so much. Thank you. Nilifanya miscalculation. Yes. I told my son, you know, we're going for the show. Yes. Wacha tu tufike. It's like 40 minutes hivi. Alafu I'll drop you where you are. My friend. Imebidi ni bribe na CJs. Sasa nimeamba tunakaa hapa mpaka 2. Itabidi ukae hapo. Because sasa you know this thing. Yes. Na ni Gen Z kabisa. Atasalimiana baadaye. Kuja kwenye mtoto wetu Gen Z. Doka stezi goko kana ka Grace mtu. Unamwona huyu? This is my firstborn. This is my first. Unaona venye tunafanya only jeans mpaka nywele. Ama si ya mama. Hii si ya mama. Hii ni ya baba yetu. Hii si ya mama. Oi, nimezama. Kwanza ni firstborn. Ni firstborn. Kuna second hata na that maybe. Naendelea nikiongeza. Haya. Muadhani. Mungu alisema tulete watoto hapa na Sauti Sol walisema iko na mtoto wako na sahani yake. Haya, Sauti Sol. Tebu tusalimie hapa our Gen Z. Come on the mic. Come on the mic. You have to go closer. Hello. What's your name? Jamin over here, yeah. Jamin? Yeah, Jamin Barra. Oh my God, where do you go to school, darling? St. Mary's. Well, I graduated. Oh, you graduated? Yeah. How old are you? 18. Oh, you have a vote? Yes. Oh, who are you gonna vote? Maybe, I don't know. What are you guys saying? You keep it kura yako ni zile yako. Where do you want to go to campus? Campus? Yeah. Probably military or Denmark. Military. Anaingia jeshi ya Kenya anangojea the next recruitment cycle. Oh, ya Kenya. Ndio adili na wale watu wanasumbua mama yake. Kabisa. Thank you so much and all the best. Thank you. Oh, you're so handsome. Oh, look our children. Kaimodo sasa kurudia mtumia toyo. Guy, anaingia military. Wow. I make beautiful babies. All my children are beautiful. And the father is also maybe handsome. All my children are beautiful. Hiyo ndio kwa muhimu, watoto ni wangu na wote ni warembo.
Hiyo ndio muhimu sana. Haya, rudisha kofia sasa. Karibu tuchape. Sio leo. Not today. Ekatoro geitha, wacha tusome news. Tunarejea. Haya. Is boiling nicely. Hey, kafare maratuthogothire rutuoka riu na bishino na nderemo. Njĩtagwo Mwaura wa Jiko. Mwaura ndukambe guthie ndaigua wangenia. Nĩguo njetereirwo. Uthome mahoro mathaa mũgwanja. Ni ndakenera Ngai ati I can fall as Muthoni, you can fall as you, but you cannot fall with God. Mohoro maria mathomo haha ri ni kuheanite ndeto icio ngono ta ngurukaga. Na ndirenda tuigua reporter akiaria na andu acio hambe hethũkana nĩ mami na Roja na tata hana me hau makĩaria tondũ icio ndigwĩciria nĩ ndeto cia mohoro nĩ ngiuma ho atĩ na nĩ igũthometwo nginya thaa 4 niĩ ndinaigua ndikuiguĩte tereke tuigue uigue mugeni witu agĩũkaga wega ndaraigua gĩkũũ mũno no gũsmaila arasmaila nĩ mũthaka gatagatĩ ka atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru ya Kenya Kwanza mokĩte gũkũ Olokarau kũhũrĩra kĩama kĩa UDA ndebe nĩ hamwe na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mũmbi wa Igũrũ ũrĩa ũkĩte gũkũ na kĩhĩri kĩa atongoria kuma kaunti-inĩ ĩyo no makinya gũkũ andũ mahũrĩre UDA ndebe nĩwe marakorwo makĩendia na njĩra nene ũrĩa Kirinyaga nĩatũrutĩire wĩra thatamu yake nĩkerathira na rĩu twĩ andũ a Kirinyaga tũkĩte kũmumagaria aumagare bũrũri nĩgetha athiĩ agateithĩrĩrie president wĩra. Kirinyaga na ithuĩ nĩtũmũneanĩte. Onake wa Igũrũ hĩndĩ ĩrĩa ona kanya gakwarĩria mũingĩ arakorwo gĩtarĩria maũndũ marĩa ekĩte ũndũ ũrĩa ũronania nĩ ciaca ciake kĩũmbe okĩte gwĩka. Na hau mbere ndirenda kwamba kũgwetha nĩngacoka twarie hau mbere ona itakwenda kwaria cia 2027 nĩngũmwĩra mũtumia ndangĩmũhĩngĩca tiga wakĩrũhĩngĩca na mwenda kũmenya mũke Kirinyaga Wakere ũkĩte gũkũ Olokarau nĩ mũmbunge wa Laikipia East. Anabatigana na Wakere tutire na batara Wakere turando ũyũ thire Nyandarua kũhũra mwena wa Nyandarua ũyũ athire ku Nyandarua no anyita kuhura mwana wa Nyandarua ethere gĩturwa gĩkĩ kĩna kidiki tatigaire gatagatĩ ka atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru ya Kenya Kwanza mokĩte gũkũ Olokarau kũhũrĩra kĩama kĩa UDA ndebe nĩ hamwe na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mũmbi wa Igũrũ ũrĩa ũkĩte gũkũ na kĩhĩri kĩa atongoria kuma kaunti-inĩ ĩyo no makinya gũkũ andũ mahũrĩre UDA ndebe nĩwe marakorwo makĩendia na njĩra nene ũrĩa Kirinyaga nĩatũrutĩire wĩra thatamu yake nĩkerathira na rĩu twĩ andũ a Kirinyaga tũkĩte kũmumagaria aumagare bũrũri nĩgetha athiĩ agateithĩrĩrie president wĩra. Kirinyaga na ithuĩ nĩtũmũneanĩte. Onake wa Igũrũ hĩndĩ ĩrĩa ona kanya gakwarĩria mũingĩ arakorwo gĩtarĩria maũndũ marĩa ekĩte ũndũ ũrĩa ũronania nĩ ciaca ciake kĩũmbe okĩte gwĩka. Na hau mbere ndirenda kwamba kũgwetha nĩngacoka twarie hau mbere ona itakwenda kwaria cia 2027 nĩngũmwĩra mũtumia ndangĩmũhĩngĩca mũtumia ndangĩka atĩa na mwenda kũmenya mũke Kirinyaga Wakere ũkĩte ũcio nĩ tata mwaganu ndaiga atĩrĩrĩ Mwaura wa Jiko rĩu niĩ rĩ no igwe nĩ ndĩrathogotha gĩturwa gĩkĩ gĩa Karau kĩrĩa gĩbati kũnderivwo nĩgetha wĩra ũyũ kĩrĩkĩte wa kũmwa kĩgwa kwa gwetwo Kirinyaga wagĩthira moe kĩa deputy president nĩkĩo marongoreirie rĩu tondũ wa Kaumbeki nake nĩ wa Nyandarua nĩ aheirwo horo rĩ nĩ mayankos me kũu nginya na kũu rũriĩ nginya gwa Kĩongo rĩ ndanĩrĩra rĩ ũgatuĩka rĩu nĩ ndĩraujuga kĩ na ndaujuga kĩ andũ aitũ nĩ mathire mũkũnda ũthakire haha nĩ harĩ na mathaa mũgeni haha ndikamũnogie andũ nĩ mathire maheo mbia maragotwo ibandĩ na maneane biometrics tũgĩrĩria ũhoro ũcio gĩthara na andũ aitũ nĩ ngatho nĩ maumĩrire ndarakarĩte mũno no nĩ ngũmũcokeria ngatho tondũ nĩ maumĩrire na magĩthararia mũcemanio ũcio koguo nakorwo nĩ moetwo irore no anga andũ 200 na kaumĩrĩtio andũ 3,000 rĩu ndĩrathũka
kurabe kwa bara ng'enda-inĩ mbia citwo kameme gatonye mohoro riu nawe ni ukuyo muthi mohoro wa Uhuru wa Kenyatta mitambo ya kuiwo ni undu wa kiugo karau ni undu wa nda cia andu eri mungirohia nda mugicunga ona ithuĩ nĩ ciana citũ tũrethera ithuĩ tũciethagira haha mũng'enda-inĩ yes na gĩturwa kĩu kĩna power etagwo atĩa fire na gũtirĩ ciugo tuongereire tondũ nĩ twaigua nĩ tũnua twateti mararia yes kana nĩ ũgũkiugo cio ti mũgambo wao ta njĩra atĩrĩrĩ ũcio na githĩ ti tata Nyagacu vio ũcio athire gwitũ kũhoera mũcina kura kana athire kwĩhoera kura atĩ nĩ arĩkĩtie wĩra wa Kĩrĩnyaga na andũ aitũ a Karaũrĩ na macoke ma make mistake ya gũthura ũcio marerwo mathure rĩ na ti atĩ nĩ ũndũ nĩ a good candidate nĩgetha atĩ mahetũkie nĩgetha mono nĩ maderiva na to me kũu kwĩna andũ ona angĩ mararuta wĩra na matirenda gĩturwa kĩu a thirikari rĩ you know atĩ andũ aitũ a nyũmba witũ kũrĩa gwitũ Karaũ kũrĩa niĩ mahĩndĩ maitũ na mangĩnyananga ũmũthĩ ona mũngenyananga ũmũthĩ ingĩumbĩkwo kũu tĩri-inĩ ũcio na inyuĩ mũngĩrĩra mũrĩre mũno tĩri ũngĩrĩra kũrĩra atĩ magũthurĩrĩrio mũndũ ũyũ ti ũndũ nĩ mwega ti ũndũ nĩ mũndũ nĩ maramwenda nĩ tondũ nĩ marenda iturwa ciao cia 2027 matiga matũthinga kĩraka shame on you, shame on you. Message home. Pick another fight with someone else, not mother hen. Sorry. Uma waigiririku no shaba. Thank you. Riu sweet ndukambe kunegenio muthi ni undu wa build akuhoya marige itoro weekend. Nego mukujikirire love emoji dagia mapower. Mapower twacokereria nyu mungi ngutha ndakua acio ngi matingi makia roega sweet ongi ngutha ni mungi ngora ndicuritie kamutei-ini yandikite marua Dr. Kaswiti ni kereresa. Haya, tuthie back to our guest, our own Jorwa yetu ya leo ambaye pia amepewa ile kusidikishwa na Genzi ni wigure githunguria ni athomagira ku yake kiregeganaga na amasi ngoni sani yangu anasomea wapi yake ijashika hivyo ama bado nikoje inakuja mogere ndwi ni bagathuri thai. Karibu sana Gloria. Asante. Nataka usalimie huyu beste yako. Leo ulipata kukiwa na two bills kidogo, walijua unakuja. Especially Thursday, wanajuanga is the top. Unajuanga peak. Ile kahawa imeiva. Ile Kenya ni Kenya that one. Ama Ethiopian or the one yenye kahawa ile top cream. Sasa wanakuanga wamejaza vitu hapa. That means uko top. Okay. And that's why you are top guest today. Oh, thank so utawasalimu hawa watu wetu and then kutoka hapo tutaendelea mpaka saa 8. Okay. Usikimbishe your life story, your book. Isipoisha Thursday. Sasa tunaanzia mapema. Please. Thursday tunakuja kumalizia. So tuende tu pole pole pole. Wasalimie. Kwanza kabisa uhoro waku Turega uhoro wanyu jumuko wengi wako wengi uhoro waku ni mmoja basi ni mwega muno. Nataka niwasalimie sana. Yes. Kwa majina naitwa Gloria Oruoba. #Evarimo. Evarimo huko Kisii inamaanisha mwenda wazimu. Walijaribu kuniita mwenda wazimu. You know when they tell you wewe ni hii ama hii, I always advise women wear the crown. Yes. Wear the crown. Wear the crown. Wakikuita jangili, wear the crown. Yes. So that there is nothing, we are not discussing to fight. Kama mimi ni mwenda wazimu, wacha tuone kama hamtasikiza mwenda wazimu. Very good. Wow, wear the crown. Wear the crown. I love that. Karibu sana. Tutaanzia na kujua leo. Tunakuona tu mambo nyingi zile mimi nimekuona nazo ni Paka Wacha ni staki by crown.
Niambie nisikie. Ni kuwatetea hata mimi karibu wanite pia mimi mwenda wazimu. Tini naongea mambo hazijulikani. Na mimi nacheza miongeo ya zile wameongea. So pia mimi nimekuona ukiwa a very tough woman. Yes. Kidogo mnagaragazana huko mabunge huko Senate. Na mimi sioni ukiwa mogoroki. Mimi naona kuna kitu unasema lakini juu ni mwanamke hafai kuongea. Exactly. Hafai kuongea. Lakini pia ukumbuke the best inventions. Yes. Yani in the world. Yeah. Someone who sat down, if you look at a video of maneno ya mobile phones. Yeah. Kuna mahali mtu aliulizwa, unaona hapo mbele makompyuta zitakuwa aje? Akasema in another 50 years or I don't know how many years. Kila mtu atakuwa anatembea na kakompyuta kadogo anashikilia kwa mkono. And they were laughing wakisema huyu mtu ni mwenda wazimu. Hello. Best inventions. Yes. They will always, the smartest people are always first of all called mad. Yeah. And then inaenda with time wanaanza kusema lakini hii kitu nani? Modhoni alikuwa amesema hii kitu. Hata fanya nilikuja nilisema kitu akasema achana na huyo. Alafu hapo mbele kidogo now imekuja. Exactly. They start following. So I always say wear the crown. Wakisema wewe ni mwenda wazimu, wear the crown. Valia. Yeah, kwa sababu unajijua. Yes. If you know yourself. Yeah. It doesn't really matter. It doesn't matter. Wow. Yeah. Karibu sana. Asante. A very beautiful young girl with a very handsome son. Who wana kuwatch live for the first time in Kameme. Yes. Wow. Karibu mama. Thank you. Tutanzie na majina yako sasa. Isiyo ya kuekelewa. Kwa majina, government names. Yes. Gloria, Magoma, Oruoba. Magoma Oruoba. Magoma is my grandmother. Yes. Na huyu Gloria Magoma Oruoba amezaliwa wapi? Hapa tu Kenya, Nairobi. Yes. Nairobi? Yeah. Hapa tu. Nairobi wapi? Mata Hospital. Hapa wait, ni Mata ama ni Nairobi? Hata I need to go and check whether it was Nairobi Hospital ama Mata. Nitaangalia tena kwa birth certificate. But hapa tu Nairobi. Haya. Na Wakenya. Yeah. Mama yako Mkenya anaitwa nani? Mama wangu wako na majina nyingi. Anaitwa ni mama ya Gloria. Baba yangu anaitwa Mbera Oruoba. Abel Mbera Oruoba. Na mama yangu ni mama ya Gloria. Mama Gloria. Watu wanapenda privacy zao. Watu wanapenda privacy zao. Kwa hivyo baba hapendi privacy? My dad passed away. Oh, sorry. Yeah. In 2022, right before the elections. Oh, pole sana. Yeah. May his soul rest in peace. In any case, he was a civil servant, known to many. Okay. Yeah. Okay. Lakini mama ni chini ya maji. Unajua mpaka aniambia I'm okay with this and that. I respect my personal life and the personal lives of others. Okay. Unajua mimi ndio nimedecide kuingia siasa hawaja decide. Hata mimi nikuaga social media na babangu juu ni politician. Ndio nafikiria si kama mamangu lakini ako napendi hiyo maneno. So mama Gloria yuko. Okay, so wewe ni mtoto wa namba gapi? Wa Kaigana. As a what born? Isato. What do you say in Isato? In Kisi, almost tupo karibu. Kisi ni Isato. Yeah, they are almost tupo karibu. Oh. So, I am the third born. We are 4 girls. Okay. Yeah. We have a firstborn who is an advocate of the High Court. Wow. And a victim protection rights person. Yes. Then we have a secondborn who is you can almost say a biochemist, but is actually currently a lecturer in a TVET. Yes. Then you have myself. Yes, Gloria. Magoma Oruoba. And then we have a lastborn who actually nikisema jina lakini sitasema has worked for the media for a very long time. Is a marketer. Okay. Very nice. So you're the third born. Yeah, I'm the third born. Nairobi mnakaa wapi those days? Tukilelewa? Yes, mkilelewa umelelewa. Yeah, center hapo. Umekuja kutuambia story. Tutavumilia lakini tutasoma tu. Unajua hizo siku hiyo barabara yote ya center ilikuwa manyumba za civil servants, zilikuwa za serikali zote.
By the way, if you drive on that street hapo Ad Life nini mpaka mwisho ya kuconnect kwenda Ngong Road, hizo nyumba zote both sides zilikuwa za serikali. Zilikuja kuuzwa majuzi, zingine zikadevelopiwa on the side. Oh, so father alikuwa civil servant. Alikuwa civil servant. Alikuwa anafanya kazi gani? He retired as the deputy chief economist, office of the president. Guy. Ate? Hey, tunaona na mdomo sasa. Smart. Wacha hapo mnasemanga huyo si beauty with brains ama whatever they try to tell women. My father was an economist. And all of us have inherited his genes. Ebu acha niulize pole. Alikuwa economist kwa president mgani, which office of the president? Kama zote. He is a career civil servant from when he left Nairobi University. Akaingia kwa serikali. Kwa hivyo alifanya ya serikali ya Moi, serikali ya Kibaki ya Uhuru na ya Uhuru akigusia kwa sababu nakumbuka there was that big performance contracts and nini retrenchments na nini, kulikuwa na destabilization hapo. And by that time he was just about to retire. So akakuwa seconded kwenda UNDP. So akatoka. But hizi mabudget zenye zinatoka kama hii yenye Mbadi anaenda not kama hii, unajua of course my father would have never been involved in this kind of budget. But zile mabudget zilikuwa zinatoka. Sasa brains behind them was alikuwa Mr. Wera Oruoba. May his soul rest in peace. Wow. Wow, that's nice. Na utaingia shule wapi? Mimi nimelelewa from nursery school all the way to high school, government schools. Wow, State House nursery. Aya, kwa Gonia thomeire yo. Goni your schoolmate is here. State House nursery. Nikaenda PP1 State House primary. Alafu nikamalizia class 8 hapo. Tuone pole. Sasa nyinyi ni wale watoto wa kudropiwa? Hapana. Tulikuwa tunatembea kutoka Yaya Center where we lived. All the way to State House. Alafu mnaenda lunch home Yaya Center. Sio kudropiwa. Alafu kuna time father kaomoka akasema ma baby girls lazima wakule chipo huko shule, so tukaanza kukula lunch ile ya shule. Sijui kama alikuwa naomoa kama alikuwa hizo siku kulikuwa na mafuliza, I don't know, but he managed. So tulikuwa tunakula lunch. Son is really enjoying your story. I'm sure he doesn't even know half of this story. I know, wacha sikizia hapa. Anacheka na shindo wao. Mama mlikuwa mnatembea? Tulikuwa tunatembea. Alafu towards class 6, 7 and 8 it became fancy kuenda na matatu. So tulikuwa tunatembea hivi Serena hapo, kwa bus stop tunapanda 46 zile manganya za 46. Tunashukia ya center. Tunafika home. Father akajua nimewaona. Kazi yenu ni kusikiza muziki kwa matatu. Akasema hapana, school bus. Tukaingia Jim C. Unakumbuka Jim C? Jim C school bus. Kai mimi niliona wapi ndio gaya akili kufanya dawa. Ndio dawa hiyo. Nagata story isikia. Akasema nimewaona mnataka kuanza kuharibika mapema. Haitakuwa. Tukaingizwa school bus. But sasa umesoma vizuri, ulikuwa average girl, ulikuwa ka bright girl. Ulikuwa wapi? Hata mwambie watu wa State House primary wapige simu. Mimi nikienda chini kabisa number 5. Aya. Ai please. Hizo siku acha nikuambie. Siku za KCPE. Saa zile marks zilikuwa zinaisha na 700 marks. Hebu guess niliscore nini mimi? 450. My friend, 525 marks. Wow. Stacy Nyoiwa. 525. In my family of the 4 girls, I'm the only one who got 500 and above. Wow. Lakini unajua sasa hiyo ndio ilikuwa saving grace. Ilikuwa pia mang'aa. Alumni. So kukua mang'aa, si hiyo amesikia kukua mang'aa. Ndio sio wetu. Sijui kama kuna moto hivi waka huko na need poetry. Nilikuwa kama ng'aa kidogo. Mwambie hi CEO Ken, anaitwa Ken Garoya. Hi CEO. Thank you for having me here. And this is the son. Yeah, this is my son. This is Stacy. And this is the master. And I'm Mother Hen. And this is Mother Hen.
So we are okay, thank you. So ikaro gitororaga twina stress munene no George kwirĩrithia nigetha tuheo mbeca na leave. That's our CEO, Yeah. and we appreciate him. So actually ajaribu kutugusa let's go to the story. So actually what used to save me from my mischief Yes, was that I'm a performer wewe generally. ni performer. Katalia kwa Kiswahili ndio wasapere tu. Yani sasa ukiona ule mtoto mang'aa sana sana wanakuanga hapo ma middle born. Sasa zingine unajiuliza baby T. nani alizaa huyu? Ma IQ. IQ nakuanga very top. Yes. They're the most, yani ni watu wanakuanga wamekuwa very misunderstood. Yes. So fadhi ma pressure zikipanda alafu namletea ma results anatulia kidogo asema hey, that's my girl. Huyo sasa ni msichana wangu. Wewe ulikuwa kakichwa ngumu somehow. A bad girl. No, nilikuwa very vocal. Na hizo siku kukua vocal ilikuwa ni kichwa ngumu. Ulikuwa noisemaker. Ukikuwa vocal wewe ni noisemaker. So nilikuwa very vocal, nilikuwa drama club, music club. I'm lively, just uko lively. Uko outgoing. Ni mtu nataka, you know, I need to be engaged. Yes. So but I had a very normal childhood. Yes. Hakuna kitu ambayo ilikuwa ati special. Ni normal mtoto normal kabisa, nimenolewa. The only tofauti unaweza sema si tulilelewa na baba yangu. Okay. From childhood. So watu walikuwa wanashangaa Parents Day ikikuja unaona Mr. Uroba amekuja hapo kutoka. Sasa nimekushika. Ukiona kama siku zenye mnaambiwa sasa wasichana mulete mama zenu, unaona Mr. Uroba amekuja, mama baba anasema mimi ndio niko hapa, semeni vile unataka. Kama ni siku mnaambiwa sijui mnaenda kununua masuruali ama Mr. Uroba. Haya, hata pads ni Mr. Uroba. Yes. Na kuishi kwa nyumbani sasa ukiwa na wasichana 4 you have no choice. Yes. My father, so, the mother alikuwa my mother is my mother they separated. Okay. Yeah. Hata kwetu usijali. So my father yeye alienda kapigania watoto wake. But in all fairness, Mr. Uroba was the best father ever, but I don't think he was a good husband. Maybe. Yeah, so kila mtu akaenda kufagia kwao. I love that. Hata mimi nitasema interview nitasema my father was the best dad. Lakini maybe hakuwa best husband. Kila mtu akafungue kwao. I love that. Lakini hapo sasa so you can't fault my mother for the separation. No. But father na yeye akasema mimi watoto wangu ni wangu. So imagine in the 90s. Yes. Babangu alienda katupigania kotini. Na sasa mko how old either time? Ni ahigo. Hiyo sasa imefunguka. Tunataka kesho anakuja hivi. Kunywa maji sasa unaenda umefunguka. Hiyo time mi ni kama nilikuwa I think maybe class 2. Yeah. And so my siblings tumeachana na 2 years. Yeah. So wali separate mkiwa wadogo sana. Oh my God. Unaona watu wakipoti trainiwa, last born wetu walipoti trainiwa na father. Wawa, okay. So akupigania kotini. Akatupigania kotini. Of course hatukuwa tunajua kitu inafanyika, but sasa sisi unajua sisi ukituuliza sisi ni wasichana wa father. Tulilelewa na father. That's all we know. But unaongea na madhako, she's alive. Yes. Okay. Yes. Na una shida na yeye. She's a professional lecturer. She retired. Nafanya vitu zake. A very good woman. Decent human being. Yes. Yeah. Na una shida na mom. Very decent human being. Wow. That's nice. Yeah. Okay. Yeah, watu waachwe wafanye vitu zao. Yeah. So ako kwake, you know, mambo zake. Yes. I mean, I didn't grow up with her, but it doesn't that's my mother. Yeah. It doesn't matter. Sasa mtu mwenye na alikuzaa. Unajua si kukuwa na choice. Ndio. Ati ya mwenye atakuzaa. Ati wacha ni pick nani. But we grew up with my dad. Na sasa sisi ukiona sana we always revert back to my father. I'm always talking about my father is because that's the parent that I had, both my father and my mother. He was my father and he was my mother. Yes. Yeah. That's nice. So pale ukaperform ukapata 525
520 520 something 520 something. So utaenda high school gani? Tukaenda St George's. Na unajua sisi Fadhi alikuwa anasema mahali utaitwa ndio utaenda. Yes. Hakuna kitu ati wewe baba yako ako kwa serikali atakutafutia shule. Wacha hapa saizi yao majenzi wanatafutiwa mashule. Ulikuwa unamaliza nini zako, ukimaliza pali utaitwa na serikali. Fadhi anakufanyia shopping na sanduku unaenda. Yes. 2 of my sisters waliitwa Ngara. Walienda Ngara. Ngara girls. And they performed well, lakini si unajua venye unaitwa unaenda huko. Yes. Waliitwa Ngara. One of my sister aliitwa State House. Wow. High. Mimi niliitwa St George's. St George's. This St George's yenye tunajua hiyo moja. Wow. Ukaingia pale. Utasoma? Kasoma. Passed very well. Aya. Yes. Hauna utukutu? Tukutu hezi kosa. Kwa sababu unajua saizi ndio mindset ya Wakenya inabadilika, ati an outgoing child is not a indisciplined child. Yes. Kitambo, as long as you're outgoing, you're indisciplined. So by the way, kwanza mimi nilisuspendiwa when I was in class 4. Class 4. Thank you. Class 4. Hapo ulikuwa umeruka. Kwa nini umesuspendiwa? Kuna mwalimu mwingine huko wa Kiswahili nimefanya sijui, I can't even remember, sijui ni exam nini, akanichapa because siku perform ile yenye ningefaa nifike. Yes. According to you mimi top performer, so yes. And I was a little bit below. Nikachukua kitabu ya Kiswahili nikararua mbele yake. Aya. My rights are being violated. Class 4. Class 4. Nikaambiwa sikiza, enda nyumbani utulie kwanza. 4 days. Yes. Ukaenda nyumbani. Babangu alikuja kunichukua. Civil servant ameitwa. Kuja. Na unajua hizo siku simu ni inapigwa kwa ofisi kwanza. Ndio hata apatikane, ndio nini, ndio mtoto wako home. Mtundu. So then high school was fairly decent. Yes. In both primary school, I was also in leadership. Nilikuwa kiongozi primary school. Head girl. State House primary. St George's, uongozi has always been in me. Yes. Class prefect standard. Then St George's nikaekwa entertainment prefect. Sherehe. Mkubwa wa masherehe. Yes. TV, nini, radio, ngoma. Kiosk. Kiosk. Hizi mashule ya watoto wanachoma wantuulize sisi ma entertainment prefect. Yes. Kuna mahali kuna shida. Yeah. So kwa sababu unajua entertainment, you're supposed to make sure students welfare. So then I finished. Yes. And then my father, I passed. Ulipass, uliget? Nilipata B. Wow. My father akasema watoto tumekuwa wengi. Mkiwa wengi juu sasa first born ndio huyo ako Makerere. Now, and my father is a civil servant. Yes. First born ako Makerere. Second born by that time ako JKUAT. Yes. Ndio sasa mimi nimetoka nimepass na nataka kufanya architecture peke yake. Sitaki kufanya kitu kingine. All through mpaka mmaliza form 4 baba hajaoa? Hapana. Oh, nice. Never ever. Oh, that's nice. Never. So, akaniambia tulia. But the truth of the matter alikuwa anaona huyu hata hakuna haja tu waste pesa ya kwenda shule. Sasa wewe? Na B. Sasa unaona hizo siku kuna hiyo kitu ya ule msichana kichwa ngumu. Sioni. Hakuna haja so. Hakuna haja sana na kuna huyu mwingine ako karibu kutoka next year. Na yeye si kichwa ngumu. Oh, So akaniambia tulia hapo kwanza kidogo. Then akarudi akaniambia hapana, sasa so unatulia home. Sina tulia home. Nimeenda nimefanya driving, nimeenda nimefanya nimetafuta kazi. Haya gani? Hizi za road show. Za kupanda kwa matruck. Tulikuwa tunauza machewing. Hiyo kampuni ni kubwa by the way, usicheke. Hiyo kampuni si ndio tumeijenga. Ni gani? Wrigley's. Wrigley's chewing gum. Bana tulifanya road show town. Hata naweza kukwambia tunasema hivi ndio unafungua hii chewing gum. Hiyo nini sijui venye imekatwa. Let me tell you. Tuna dance hapo. Unalipwa how much hiyo time? Per day 500.
Wow. Yeah. Lakini that's pade nice. nayo umeingia 6 am Una kutoka dance. ni 8. Wale mademu dance kwa track Tuko tuna kenaga. dance unashika mic unauza. Wrigley's chewing gum sijui nini. Mnafika asubuhi mnaambiwa jana hamkufanya nini, mkusukuma nini sales vizuri nini, mnaenda mna stick whatever pale kwa mavios Maposter. bana, hiyo 500 utafanya kazi ndio upewe hiyo 500 jioni. Umesweat. Umepita ya mjengo. Umefanya kazi my friend. So nika kill time hapo. Alafu nikaona mzae ni kama ananicheza. Nimepitisha almost mwaka moja, nikamwambia sikia. Haya holia. Almost. Ukiwa kwa road show tu? Nimefanya road show. Nimefanya, unajua hizo siku kulikuwa na madancers, by the way mimi nimekuwa video vixen. Haya. Nimefanya hizo siku za demu wangu amemnoki DJ. Mimi video vixen hapo. Really? Ai. What? Hey. Wangu. I know that song. Hizo siku bado sijazaa. Baby girl. Mtoto mzuri. Wewe amemloki DJ. Hebu enda uchungulie hivi uone kama utaniona. Tutaangalia hapa. My friend, niko huko ndani. Video vixen umelipwa wapi hapo? Maform natafuta, mimi ni mtu wa kutafuta maform. Hey, what's going on? Nimefanya experiential marketing, hiyo experiential marketing hiyo ya Wrigley's ya kupanda kwa road show, kuuza nini. Video vixen. Nimeingia video vixen nini. Nimeenda Kenya National Theatre, nilikuwa macast kwa hizi plays za shule. Za hizo ma setbook. Nimeenda nini. Yani niko tu sasa, mimi niko na skill, siwezi ka home. Nilifanya vitu nyingi. Nikatafuta mpaka my uncle Fredo Bachi. Kambia ki uncle ni ajisuni ni plug. Me can be a radio presenter. Me think I can be a radio presenter. Akaniangalia hivi. Akasema wewe kwanza sitaki shida na baba yako. So kaa kwanza kwa kona. Nilikuwa najituma. Unataka kuwa radio presenter? Niko sasa ninatafuta kitu ya kufanya. Yes. Yeah, na unajua I can't just sit. Yeah. So hivyo time na brain ni IQ inaenda kama saa. Nikaambia Fadhi, sasa hii kitu mimi kama utaki kunipeleka hii nini. So akaona I'm pushing akaniambia okay, kuna hii nini nimepata hapa ya JKUAT ya architecture. Hayashikilia architecture. Lakini sasa tumetoka kupiga sherehe. Na wewe hivi unapatana na maboys huku nje ama ulikuwa standard? Lazima. Kwani what do you expect teenagers to do? Mimi wanashtuka nikiona ati mnasema ati you know you guys, I can't. Teenagers, they are social people. They are now looking for each other. Ni aje tunakuwa hizi form zote nilikuwa natoa wapi? Kuna kitu sijashika. Au kupatana na maboy ni standard. Kupatana yani hiyo time when you are young. Of course. Siwezi sema ati nilikuwa nimekaa kwa kanisa nimejishikilia hivi kwa kanisa naimba. Unavita hapa. Hapana. Tulikuwa we were social. Tunaitwa bash, tunaenda tunachungulia. Hivi ndio mabashi zinakuanga huku Runda. Tunarudi kwetu kwa ghetto, unajua maisha inakupeleka aje, Ate maroma chona utaka ni ile bag shere target ni mudu anything to do with this life of reply. Thank you so much. Nitoshokererie maundu ni mega maraiga tena thicio ithi Kenyatta araru nginya ni marararira ani kuigwa amwe maraiga te amwe me captain amwe meko na thine ciumiririe ni kuigwa ninge manje kuga ni ndaiga macine bururi kuga nathi ni moka ni tugutibwo no matige gutwira tuigirira tunyamu turia tutari tuguthima sukari ati ona korwo na thina wa gututareke twambe tuwe sukari na tikarega kiripa na kugate ndirenda ningenda gukerithia andu niki ndirateithia andu agwitu no kwandira urakiandirira murata kora urakanjira atiri wendu ekire oroyo kire ndari atiriri ndiragikira ati atha ici na ndina guest haha ni kwaria ndiraria tabo ikire rwimbo riku utire rwimbo twina murata witu huku twenda kuigua ria thia ndunda
Them days. Korea bia cia thakame egohika nida mwahika kibanda ni ngahika okoro ngahikio ni president uri okuoya Ododo hiyo. edi orakejera bia cianyu atia I will be married by the next president of the Republic of Kenya, whoever he will be. God wife. Hoye. Na ngahika na murima. Ate murima wanakwira thio hike. No honeymoon mwanya magathira murima. Hada muru tugathira murima. Wathio hike. Tutishete muro. Hey, umesikia sasa vile tumesema after this news watu wanakula pork, roiko nini ndio tumemaliza bills zetu. Our own senator syndicate Mirema Drive ne marahigora kirafu ni tuguthi hoho waini. Syndicate Mirema Drive. Twabe tushoke were-ini serious. So venye tulia home kama mwaka inaenda kuisha uko kwa ma road show track ndio nikaingia nikasukuma Fadhia akaniingiza kufanya architecture. Yes. And lakini hiyo ilikuwa time inaenda. Yes. Time inaenda. Kutoka hapo yes. Ndio nisi mix wacha nimalize hapo maneno ya masomo nikatoka architecture. Of course tukaendelea na maisha nini and then got a job. So umeingia shule gani? Nilienda it's a JKUAT I did a NEC architectural program, Kenya National Examination Council architectural program. Architectural programs. So now under JKUAT. Yes. So now ukapass. By the way maneno na masomo hata tusumbuanange hata tusumbuana. Masomo zangu zote nimefanya, hata hii yenye nenda kumaliza niko 250. Okay. So but hapo sasa kwa kole ndio maisha ilianza. Juu hapo tulisumbuana na Fadhia, unaona nilimsukuma nataka kusoma nini but at the same time bado nataka story ya happy and Fadhia alikuwa strict sana so ikafika mahali tukakosana. Sema my house my rules nini nikamwambia okay sawa. Unachelewa kwenda home? Sawa, nachelewa kwenda home obvious nachelewa kwenda home. Obvious nimediscover watu kumbe wanakunywanga pombe. Obvious unajua sasa ndio unaanza kujua maisha because remember that is now like 19 20 21. Sasa umejifunza na gani ulidiscover gani? Driving you know tuli sample tukiwa hiyo unique le tumesample zote pombe umeanza bia mwana you know depending na sasa hiyo click mko so pia kusmoke sample hapana. Okay, ukufika huko ya kusample vitu zingine ni kama ilifika mwisho but hapo kwa pombe nayo tulisample so ati ulikuwa na drive umetoa wapi kitu moja na Fadhe kila mtu akimaliza high school immediately umechukua ID driving. Yes. So hapo sasa hiyo part ya masomo ndio vitu zilianza kufanyika because sasa na discover kumbe maisha huku nje iko hivi. Tuambie. That is where I met my first husband. Yes. I used to first. You know what happened? Fadhia aliniambia wewe umenisukuma nimekuweka shule alafu unakuja home late unaniambia mavitu sijui projects. Of course anajua zingine ni upuzi tulikuwa tunafanya. So me because sikuwa nataka continue, you know that's one thing about me, I'm like I want my independence, I want to be free in my thoughts and whatever. Fadhia akasema my house my rules. Nikamwambia nyumba tu nyumba ni kitu ya kunyima mtu. Mimi nahama so nikahama nikaenda hostel hapo karibu na shule. So Fadhia akasema independent girl. Yes. Kuhama aya jilipie pia na hiyo shule yako. Yes. My friend hapo ndio inaanza reality check. Ukatoka home. Sasa nimeshatoka home nimehama nadhani naenda kulipiwa shule. Fadhia akasema let me tell you si unafikiria sasa wewe ni mtu mkubwa lipa. Na sasa sitaki kuacha shule. I love my work, my books. Yes. I love so niko siwezi kuwa school dropout. So simini hustler already mtu wa kukimbia na kutafuta mafomu. Ngoja kuna mafomu ulikuwa umepata, ulikuwa na drive zile mafomu za kwanza nilikuwa napata hizo za nikingoja kuingia. Sio zile sasa hii ingine nikapata ya call center.
Unajua Kencall ilikuanga na huko, I don't know if it's still there, but ilikuwa na huko Mombasa Road. EPZ na huko. Hizi happy ulikuwa unaenda na gari ulikuwa una drive ilikuwa ya kababa. Ngoja nikwambie sasa story ya gari. Okay, yes. Hiyo. So nimeenda call center. Juu sasa Fadhi amesema hiyo shule utajilipia. Yeah, utajilipia. Yes. Na maisha yako juu umetoka huku utajilipia. Nikaenda nikapata job ya hizi ma customer care. So they had hizi ma business processing operation nini. So kuna job moja yenye nilikuwa nimeshikilia sana top. Kuna watu wa US. Yes. Wanakutakanga kujinyonga, wengine wana believe in the future. Wakiamka asubuhi wanatuma SMS wanaitwanga nini wale watu they can tell the future. Wanatuma message huyo sasa ni mtu anamwambia future, alafu sasa unamjibu unamuencourage. Nakwambia Nairobi. Pesa iko ni wewe ujue venye utaitafuta. So kuna call center huko PZ ilikuwa imepata contract ya US to make sure watu wasijue, console people nini. Unawaambia hata wakipiga. My friend hapo Nairobi. Kwenda ulikuwa wakirumba huko hadi kwa baby top. Nakwambia hata si phone, hakuna kuongea, ni ma message. So computer tulikuwa na zile makompyuta kubwa. Yes. Na text zinakuja zinakiwiwa, kazi yako ni kujibu ma text. Please don't kill yourself. Yeah. Everything will be okay. Nini. Vitu. Na ujue tulikuwa napelekwa training. Na hiyo training ni ukijua kama Modhoni ni client wangu. Yes. Modhoni haezi akakwambia jana ati mama yangu najua anaitwa alafu usahau. Yes. So Modhoni akituma message unafungua kifolder kia Modhoni hapo kujifrefresher course. Na sasa hizo clients uko nao karibu 1000. Yes. Juni ma messages zinakuja. So how they make money? Message ikikuja wanachajiwa like I don't know, that time was like 50 or 60 shillings for one message. Tukireply ilikuwa inakuja kama 100. Yes. Lakini lazima ureply. Sasa sales hapa ni lazima Modhoni tuongee kama message 10. Yes. Ndio zikatekate. So unajua lazima umvute. Bana. Unalipwa ngapi? Mnasema pyramid scheme. Hapa nje. Pyramid. My friend. Lakini imagine we were consoling those people. Bana wako lonely huko US. Nini. So tukuma message. So wewe una earn commission. Yes. Una earn commission ya every message. Unalipwa like standard pay na commission. Right. Nilikuwa na earn commission nyingi. Sana. Yes. Sana. Kama nga hizo siku kama 70k. Aya. Commission. Yes. Alafu kuna ile standard ulikuwa unalipwa 30k. Hiyo ni so. Aya. Baby girl akanunua gari yake ya kwanza. Nikasema mimi nishinda nimepanda matatu hapa natembea nikuje mpaka huku Mombasa Road kutoka West. Imagine siwezi. Haiwezi. Gari nayo. Nikatafuta gari kwa mtaa. Nikapata gari Fiat Uno. Unajua Fiat Uno? It's some Italian nonsense car. Lakini utanisho nini niko ndai? Hiyo gari nakwambia hata sidhani ilikuwa na engine box. Hiyo kila saa hivyo ndio nilijua magari juu. Nakwambia niko kwa barabara inachemka. Napigia yule mzee wangu acha kuja. Zao zangu anatimasta. Bale hiyo gari nilibuy 95k. Timasta. Fiat Uno nakajua kadogo hivi. Kadogo hivi hapo. Wacha atoe kofia uone kama unakuliona ni hali. Hapa ni wewe ndio Fiat Uno inachemka ndio ninajua kuna kitu inaitwa sijui carburetor sijui nakwambia mimi my knowledge of cars nilijulia na Fiat. Wow. Then hiyo gari sasa unajua hizi siku sasa tuko na hizi nini automatic. Yes, mamanyo. Kwa mamanyo. Nikifika mlima fulani hapo nasikia ni kama ndaisha. Una balance clutch inachomeka. Nini my friend. Una sweat mali umefika hata kama uko na ndai. Ni venye tu huwezi ambia watu ni mjinga iko hapa lakini tukasukumana nayo. Umesema kulika mkoko. Sasa unaendesha Fiat una Fiat. Nikiwa nayo nimeweka kitint nini umesalimwa na the Don. Don mgani? Ule the Don moja. Kwende huko. Unanisalimia nini online na online unanipiga unanitukana angalia ma fake watu fake hao. Bana kwenda huko Don. Kaa huko na salamu zako.
kana hizo salamu zako. Mimi niko na salamu mingi sana. Jinga ananitukana huko online hapa anakuja kunisalimia kwende huko. Ni baby girl. Baby girl wa nani? Akae na Kasongo akatafute ma baby girl zao huko. Achane na mimi kabisa. Turudi kwa story, wacha hiyo ni digress. Sasa niko na gari my friend. Umetikwa ya. Boromio ndio. Unasikia? Baby girl ako na gari. Maraundi mwenda? Sema maraundi mwenda? Sasa wanje kwa manga tumeenda mpaka sasa watu wa Jobo lift ni kwangu. Wale walikuwa wanangojea siku ya kulia ni next week. Ni sherehe. Unasikia? Sasa Jobo pia mimi ndio Sonko wale mademo kwa hiyo Glory has car nini. Mimi ndio watu wa malift. So sherehe ni mimi na kandai kangu kana chemka tu lakini tunafika K1. My friend. Sasa kwa hiyo ndai siku moja tunaenda Jobo. Naangalia hivi nje. Kwanza madem nimebeba wa Jobo. Tulikuwa na watu town alafu tunaenda sasa Mombasa Road. Yes. Naangalia hivi nje. Wananiambia look at that guy bwana umsee bana. Boy child. Nakumbuke Sanetu ako hapa. Huyo ako 18 ako 50. We. Mimi hata sasa nimeacha kudrive na turn. Kijana akaona pia tumemtambua. Naye sasa unajua venye traffic inaenda ni kama tunaenda tu magari mbili tukitembea pamoja. Nani kama Gloria. #Evarimo. Nikaangusha kio chini. Baby boy, we need some champagne in the studio. Man, sasa gari imeenda tusichana tumeangusha madirisha chini tumejaa huko ndani. What's your name? Charlie amechangamka. Toa jina. So sasa traffic inaenda. Sasa Charlie anasema, "Yeah, give me your number." Lakini si tuko mademu wengi huku ndani. So kila mtu anajua ni ameitishwa namba. My friend, unaona ni mimi nikimbele. Beshe yangu mwingine hapo amepeana namba yake. Akapeana namba. Sasa unaona huyo kijana ni kama hezi sema si yako. Akachukua tu namba akaona akasema huyo baby acha nikwambie huyo that particular man. Ye anajua hii maisha, anajua Nairobi. Jua alisema hiyo ni starting point. Okay. So akachukua namba. So wakaanza kutextiana tu kwa na chat, ilikuwa messages zile za 15 bob cancel. Yes. So wakatextiana. Sasa sisi tukikuwa job. Yes. Bestetu anatuambia, "Even I'm going to meet that guy. You remember so and so." Yes. Sasa mimi niko tu imejam. Huo chali vizuri. Sisi hata kimamu afurahi. Huo chali vizuri. Walai kila mtu alikuwa anajua ni namba yangu alikuwa ameitisha. Hapo ameitisha ya ule. Lakini sasa tujua kona mahips So anakuja tuambia nini but wewe uko shift gani? Naambia shift yangu inaisha around 1:30 am. Nilikuwa nafanya usiku, US ni mchana. Atia so you guys you finish, I'm taking off. Mkimaliza mkuje munipate, nitawabaya drinks. Nasikia kufanya tu. Okay. Sasa tukamaliza. Mimi naye ni nani? Hiyo na kuchemka K1. Na gari yetu ya kuchemka Fiat Uno. K1. Sasa boys ananiangalia. Pia yeye anajua ni wewe nilikuwa nataka namba yako. Lakini sasa hiki tutafanyaje? So history inavumilia, inafanya Stacy asome mambo nyingi. Ako kwa hii alikuwa na hiyo kipindi pia yeye. Usijali iko na happy ending. True story. Listen carefully. Anyway, long story short, somehow within those 2 weeks huyo chalitoa kaambia nani, by the way hata nani ndio nilikuwa nataka sana udereva. Na hivyo ndio sasa mimi na huyo best yangu tukakosana. Lakini what is friendship? Okay. What is friendship? So mimi niko nimeingia form nini let me tell you, I married that man. What is friendship? I married that man. And that man loved me. Wow.
walai hii Nairobi na shida zote zenye nilikuwa nakipitia na yeye na unajua mimi nikikuwa kwa Fiat Uno yangu huyu msee alikuwa Sonko, alikuwa kwa Daewoo Cielo. Hiyo ni gani? My friend, hizo siku Daewoo Cielo ilikuwa inafanya boom twaf boom hazijaachana sana boom. Alikuwa ameweka, unajua zile speaker za kitambo mtu akifungua unasikia ni kama roho unashikilia roho hivi my friend. So long story short, I married that man. Wow. Yes. Tukaishi. Alikuwa wa Mkenya? Mkenya tu. Kutoka Mkenya lakini Mkenya mwingine. Mkenya mgani? Venye kuna Wakenya wengi, venye kuna Wakenya wa Somali, Wakenya wa Sudanese, Wakenya. So huyo ni Mkenya mwingine. Somali? Nigeria, wote ni wetu ni Wakenya. Sasa ukiona watoto wangu wanakaaje? Hivyo. So alipigana nini. Yani sasa mmehamia wapi? Hiyo relationship yetu by the way, mtu anafaa kuita Netflix watoe show. Na hiyo show ikuwe na season kama 5. Juu number 1 si Mkristo. Mwislamu. Kitu dini yao. Sasa number 2 culture ya Mkisi na ya huyo day and night. Number 3 mahari di dem analipa. Mkikuyu Muhindi. Nakwambia ni Mkenya Muhindi. Fadhi aliniangalia hivi nikimpeleka yani unajua Mr. Ruba alikuwa na shangaa hata kama ni mapenzi really lakini unajua uzuri ya Fadhi ni kama ilifika tu mahali akani understand. Okay. Kama hivyo ndio umeona mahari ninyi mnapeleka kama hivyo ndio umeona Sa, nikamwambia daddy mimi hivyo ndo nimeona. This man loves me. You know I'm young 20s. Wale washaikuwa kwa hiyo relationship wanasema ni kama ni Mkenya Ethiopia. Wacha kitu tu mnafahamu jue Netflix season ngapi? 5. Yes. So wacha sasa ma cultural clash religion clash zingine familia yake inaona ni kama sasa hii what is going on, mtu wetu anafaa kukaa laini na culture. Yani let me tell you hiyo relationship was ilinifanya if I was 21 22 I just grew up. Juu sasa si wewe ndio ulisema unataka kuwa huyu msee na ulienda kumchukua huko K1 na mkapendana hapo mkitusumbuana hivi baka na mkarusha msichana mwingine nje na nini but lacha nikwambie naye alishikilia mpaka my family ilikuwa inaangalia inasema sasa what is this, hata kama ni mapenzi alishikilia. Tukaolewa kwa AG tukisema hata by the way acha nikwambie we don't even need a big wedding. We don't wedding tu hapana, makaratasi tu. Tukolewa kwa AG tukafanya bash nini akanifundisha biashara. Juu ni msee wa biz mbaya. Akanifundisha biashara. Alafu hiyo ni wale watu wa you know kama we ni mtu wa kujituma, yeye ni mtu wa kukusupport. Yeah, you know, babe, you can do this, you got this. Na mimi hizo ndio spirit napenda. Nakwambia tuko tu hivi town. So then I got my baby, I got my firstborn. This one. Sasa ni babake. Wacha nikwambie. Babake our Saizo hapo. Handsome man. Saizo hapo haututoi. It's you know Bonnie and Clyde, me and you against the world. Mahali sasa ikakuja nikadraw line. Nikaitiwa job Netherlands. Pia yeye akasema this is good. This is jujue sasa ndio tunaanza kufanya. Mimi ndio naanza kufanya kazi. Yeye is older, kuna mabiashara zake, kuna ako established. Sasa mimi sasa ndio ninaanza kujijua, naanza kufanya kazi. Nilikuwa nafanya hapo Sarakasi Trust. Nimeanza architecture, my first project in architecture nini. Nimepanda watu wa Sarakasi tuzunguru fulani tukakuja nikawafanyia project management, wakasema wewe unafanya nini huku kwa hii ghetto? Hii ghetto sikiza ndio hii contract. Twende Netherlands. Mimi Netherlands. Na sasa hizo Sarakasi walikuwa nalipa, of course mnajua mshahara za NGO si mbaya but then I'm young. Alafu nimeletewa kama times 15 of that money. Kama how much? Gari na nyumba na nini. By that time I think the offer was like 200k. Yes. That time that is 2000 and
2009 2010 Yes. around 2009 2010 na huku chini nilikuwa napewa 35k take home. Na gari. Alafu napewa gari Na si ya kuchemka. Hi my friend, hii gari ya chemki. But by the time sasa niko Sarakasi, hey, pia boys amenijenga, amenibaia magari. Nilikuwa fiti. Sawa, Nilikuwa sawa. Nilikuwa naishi maisha poa. In fact hiyo kazi nilikuwa nafanya was more like kunifulfill. Jumi siwezi kaa kwa nyumba. But nilikuwa nimekuwa poa, nyumba, nini. Really, it took care of me really well. Okay. So Netherlands. So Netherlands akasema yeah, we can do this. Hata ye, lakini sasa ni ile kitu ya sasa hii kitu itakuaje na unaenda na mimi siwezi acha biashara zangu. Niko na mtoi saa hizo ni mdogo. But mimi niko determined. Yes. So nikaenda. Then tukasema utakuwa nenda unarudi after nini? Juu pesa si shida sasa naweza fly in and out. You know we got money. I got money. So pesa si shida. So tukaenda back forth. Mimi sasa ni wale watu wa huyo ni nani anakuongelesha kwa simu nikikuongelesha? Gladys Muthoni Njoroge joined. But I tried to call you like at 3:00. Why didn't you pick? Who was on the call? Who is more important Who's than more me? important than me? Like I'm calling you From Netherlands. Meanwhile, sasa familia yake imechungulia iko na haya. Kuna gap, kuna lipoli ya kuachanisha watu. Full swing. Tukaachana. Unaona hizo vitu mnaambianga watu online? Ati mtaachana, tukaachana. Tukaachana. Yo. It broke my heart. Uongo. For real. Hai bana, hata sidhani niliwai recover ingi hiyo kitu. Hey! Hata ya kuwai recover, anawatch show but anajua. Online. Hajawai recover hiyo kitu. Wezi recover kutoka kwangu. Yeah, So anyway, not getting over me. Tukasumbuana mimi na damu ya babangu, mtoto ni wangu. Tembea na Yesu. All right. So tuka move on nini yakaenda maisha yake, mimi kaenda maisha yangu. Sasa I'm working in the Netherlands. Yes. I'm shuffling between the Netherlands, South Africa. Job nayo mimi nikishikilia job. Acha hapa hizi makazi mnanipatia hapa afu mnaanza kuniambia sijui Senate nikabend over sijui kwa nani. Hiyo si kazi. Kazi zenye mimi hufanya ukifuatilia bend over ni next my friend na mimi by the way kazi sichezangi na kazi yangu. Acha hizi sio kubend over. Nimeshikilia kazi, nimepromotiwa nini, nimepeleka I'm now career woman. Yeah. Mpaka nikaambia wase mbona nawafanyia kazi as an employee na kazi yangu ilikuwa to go to all the African productions. So naenda South Africa wapi alafu nawaletea talent na nini in Holland. Right. So nikawambia sasa I think I'm my own person. Nataka nirudi Kenya. What you can do, you can contract me as a consultant. Wakaniangalia hivi ile okay. So umejua hiki tu venye unaweza fanya. Nikamwambia nimejua. Wakaringa kidogo after about 4 months. Imagine wakaniambia sawa. Kuja tuendelee. So I continued working for them but now nilikuwa based in Kenya. Wow. Then siku moja si unajua obvious bado na niko na katoto kangu. Maisha iko sawa. Yes. I'm good. I'm living my life. A good life. Yes. So one day I've come from nimetoka trip Netherlands. Nimekuja Kenya. Sasa unajua tuko back and forth. Mabishte wangu na bishte yangu mwingine anaitwa Shiro. Shiro kama ana watch show. Shiro ametoka US ni wale nini wanaitwanga samabani. Amekam, amesema ni aje happy Sunday to Sunday. So nikamwambia niwezi nimetoka niko na break of 2 weeks before nirudi job nini tuko happy. Yes. My friend. Mimi niko happy. Kijana wa wenyewe mwingine ametoka Somalia. Ako inaitwa rest and recuperation. So he's resting and recuperating with us. Ametupata huko mali tuko. Okay. So ninaangalia msee niko lakini msee I have a type. Msee anaweza. Ukiangalia msee hivi sana anaweza. Na hivi anaangalia kwa like baby girl nimekuona.
I want this life. Na ukumbuke spirit ni ya Samabani. Happy Shiro ananiambia yeah, let's do it. Umse aniongeleshi. Tumesmailiana tu. Tumetoka hizo siku ilikuwa club hopping. Tuna club to club. Yes. So tumetoka hiyo club Mercury hapo Junction. Bad Gariri. Tunasmailiana, anatuna tukitoka, anatufuata, anauliza where you guys going? Creepy match. Ameingia kwa taxi pia yeye. Tumeenda wapi? 4 clubs. Yes. So the 4th club, nikamuuliza, "Hey, what's your deal?" Huwezi kuwa unatufuata hivi na hauna mpango. Lakini acha nikwambie pesa ni kitu nzuri. Juu venye alikuwa analipa hizo bill tunamwambia we are going to nini? Long story short, I married that guy. Utatua sasa wewe. And we stayed together for so long. How long? Ule muliona So baba yetu ya our darling. Hata wewe tulikana before tuli. Me I don't club hop. So tukaishi sasa, huyo ni jeshi. Mse wa jeshi. That's why kijana wetu anataka kuingia army ya Denmark. Juu sasa mtu wa jeshi nini discipline nini. So anyway, na dini mtapelekana ama ile ilikuwa wapi? Yeye hata kwa na dini, mimi ndio nilimuingiza dini. Okay. So mimi ndio nilikuwa a fisher of men, nikamuingiza kwa dini ya Ukristo, nikamuingiza kwa Ukristo. Fishers of men. Yes. So and by the way, the people I've been with are good people. Yes. Hata kuachana ni circumstance nini. So tukakaka, akaitwa job huko Sweden. Tukipatana, mimi nilikuwa hapa, yalikuwa Somalia, we were both doing back forth, then we decided we need to settle nini. Tukakaa huku, akapata form huku, then one day nikasikia ni kama hata ni hii maisha ya hapa Kenya, I need a break. So akasema nimeitiwa hata kazi Sweden nini. Nikabebwa kama spouse, supporting spouse, tukaenda na mtoto wetu Sweden. Huyu mtoto sasa yes. So my son has grown up and he's been in the Netherlands, he's in Sweden, Denmark, he's very exposed. So then tukukaa huko nini nikasema najua mimi nilikuwa nimesema nikifika a certain age lazima niingie siasa ya Kenya. Because you know, in my vision board kuna vitu hata sasa najua if God akinijalisha nifikishe 60, kuna vitu hata certain age nimesema nikifika hiyo lazima nifanye ABCD. So politics was always in my plan. Oh, nice. So nikamwambia wacha nijaribu. That was 2017. 2017 I spent a lot of time in Kenya trying to figure out kuingia siasa. Umeongeza mtoto pale? Hapana. Okay. But tumejaribu, it wasn't like planned. It was just that Mungu ako na mipango zake. So nikasema nitakuja 2017 I came a lot to Kenya. Haikuingiana. There's a lot of things about kuingia siasa. Okay. Yeah, so nataka tushikie siasa. Tutaanzia hapo Thursday. Kwa nini mnataka nirudi tena? Wacha tumalize. Saa 8 imefika. Story imeisha. Watu basi sasa munifuatange huko. Hapana. Mtawacharge. Turudi. Uwezi tufanyia hivyo. Thursday lazima tujue hapa Sweden na Msomalia wetu kutenaje. Wacheni kuniwekea watu wenye sijasema. Mimi nimenyamaza, nimewaambia alikuwa Kenya. Sio ule. Maneno ya Wasomali ni wewe ndio unajua. Lakini sina misi discriminate wa Somali. Pia unajua, nasema tu maneno ya Somali wewe ndio unajua. Bana alikuwa Mkenya. Mbona Thursday. Mnataka kuleta Thursday tuanzie mapema. Hatujaingia politics, hatujaingia Senate, hatujaingia Tibendova, watu Ubendova. Wengi sana. Wengi baby girl wana bending over. Nairobi ni kusurvive. Wana survive. Ndio pata appointments. My friend, ndio pata appointments. Ai my friend, wewe ukiachana na mimi wanasema niliharibu kazi. Kama hiyo ndio kuharibu kazi, wallahi niliharibu kazi. Junai hiyo siwezani.
Hatujafika Bendova. Mimi kazi ile unataka kunipea akili ya strategy ya nini hiyo nayo I am ready. Hatujafika Kisii, hawako kwa presidential ballot. Nani amesema hawako? Tunataka hizi vitu zote zinaendelea. Nani wewe, mbona unaanza kusema vitu ati umesema wakisia wako kwa ballot? Tunataka zile vitu zote tunasikia unasema, umelisikikana umesema hizo zote tufanye Thursday. Inshallah, sindio? Yeah, good girl. Thank you. All right. Kenya, Madam.